Mimi ni Mwangi Matiba, DCP ambassador Kenya na Bro. Wakati mwingine mimi nashangaa bado kuna mtu bado anasema mambo ya tuta. Mtu anakuja hapa anasema ako tuta sababu ati kuna watu walikopa pesa hii Kenya wakadevelop Kenya pande moja. Mr. Speaker, mnasahau Uhuru Kenyatta alifanya project huko Ramu. Watu wa Ramu wameona rami na hii serikali ambayo ilikuwa ya Uhuru Kenyatta. For the first time in the history of Kenya, tukapata barabara za Lapsset. Barabara ilikuwa inatoka Ramu Port ambao hatuko na port ya Ramu. Uhuru Kenyatta akaweka project kwa watu wa coast ambayo ilikuwa ni project ya port na barabara ya Lapsset. Barabara ilikuwa inatoka Kenya iende Ethiopia ikiendelea hivyo. Na hiyo ni kazi iliisha. Mombasa ukienda Mr. Speaker, daraja ya multi-billion Mr. Speaker. Ukienda huko ng'ambo, ukienda huko Western Mr. Speaker, kulikuwa na barabara na miradi ya Lake Victoria ambayo ilikuwa ya meli. Kwa nini unasema ati watu fulani walikopa pesa wakadevelop Kenya pande moja? Siasa ya chuki haitakusaidia. Siasa ya fitina hakuna mahali itakusaidia. Na mtu ambaye anapigana na mtu hapa mlimani, uko na kazi ngumu sana ya kufanya. Uko na kazi ngumu sana ya kufanya. Ati wewe unapiga siasa hapa Jakaranda ati sababu unachukia watu hapa mlimani. Mr. Speaker, hii chuki ilianza na wakoloni. Jamii ya Gema ilianza kusumbuliwa wakati wa wakoloni. Moi akakuja akaendeleza hii propaganda na upuzi mingi ambayo tunaona kwa serikali ya saa hii inaendelea. Moi, Mr. Speaker, ukijaribu kuongea tu tulikuwa tunasema ya kwamba mpaka ukuta kwa serikali ya Moi ilikuwa na masikio. Lakini Moi baada ya kusaidia watu wake hakuna mahali walienda. Saa hii William Ruto anajaribu kupeleka miradi yote chini ya maji pale nyumbani. Lakini vijana wake kazi yao ni kuuza tu figo. Kijana anakuja anauza figo, ati na huyo sasa ndio yule mtu nataka muendelee na yeye mbele, ati mtasaidiana. Shikana na vijana wa Mlima Kenya. Sisi hatunaga chuki na mtu. Sisi hatunaga ubaya na mtu, Mr. Speaker. Tunajua mimi na wewe ndio Kenya yetu. Tunajua ya kwamba uongozi mwema ndio kesho yetu. Wakati tulikuwa tunachagua William Ruto huyu ambaye tunasema ni one term, Mr. Speaker, tulimchagua sababu ya manifesto. Na nilisema hapa na sitakosa kusema tena. Manifesto ya William Samoei Ruto ndio ilifanya sisi tukamchagua. Sio ukabila, sio chuki, tulipanga venye Kenya itasonga mbele. Hatukuwa tunajua, Mr. Speaker, kutakuwa na gunzi. Saa hii Mr. Speaker, vijana wetu wanatumika vibaya sababu uchumi wetu imeharibiwa. Wale watu ambao wameharibu uchumi wanataka vijana wakae njaa ili watumie vijana wetu vibaya kwa mambo ya maandamano, kwa mambo ya gunism, na hiyo ni jambo ambalo tunakashifu sana. Mr. Speaker, wakati wa Uhuru Kenyatta mambo ilikuwa tu inaenda sawa sawa. Na tu kukosa kusikiza Uhuru Kenyatta sababu ya ukabila. Hapana, tulifuata demokrasia. Tukafuata mwelekeo ambao tulikuwa tunaona sisi kama wananchi itatufanya nchi yetu isonge mbele. Lakini ule mtu tulitetea, ule mtu tulisimama naye ambaye ni Kasongo, kumbe alikuwa ni fizi ambaye mavalia ngozi ya kondoo. Mr. Speaker, nikimalizia nataka niseme hivi. Sisi kama jamii ya Mlima Kenya, na mnisikiza vizuri sana, hatupendi mambo ya kuongea propaganda. Hatupendi mambo ya kubishana kwa mdomo. Mgoja muone matendo. Na hata hii Nairobi. Kama kuna mtu anajaribu kupingana na Rigathi Gachagua, musome kutoka kwa Sifuna. Sifuna anajua get pass ama kesho ya maisha yake kisiasa mpaka ashirikiane na wale watu ambao wanaona wako na maono timamu ambayo inapeleka nchi mbele. Na huyu mtu ambaye anaona maono ambayo itapeleka Kenya mbele ni Rigathi Gachagua peke yake. Na niliwaambia muache siasa mingi. Ukabila itatupeleka mahali. Na Kalonzo. Ukabila itatupeleka mahali. So Mr. Speaker, nikimalizia, sisi tuko tayari tukae na nyinyi kwa meza. Tusonge mbele. Muache chuki. Chuki itakusaidia, Mr. Speaker. Chuki hakuna mahali itapeleka nchi yetu mbele. Ati kuna watu walikopa wakadevelop Kenya pande moja. Hiyo itakusaidia. Tusonge mbele kama wananchi, tukae chini, tusonge mbele. Sisi tuko tayari tukae kwa meza ili nchi yetu ikae nchi ambayo ni nchi kila mtu atajivunia.